kuleta mabadiliko kwenye maisha yako, biashara yako, na chochote unachokifanya haiwezi kuleta. Baba alisema kama ni kwenye moja ile 28 ikiwa Kumbukumbu la Torati, utaisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza maagizo ni kuagizayo leo. Anasema kwenye yale mataifa utakuwa wapi? Na akasema baraka hizi zitaambatana na, anasema mjini na kijijini, na zaidi ya yote itabariki kazi za mikono. Maana yake kazi ndio zitakazoleta hayo unayoyataka, unayodanganywa na manabii. Pokea gari ukapokea. Kuna wakati mwingine utapokea gari, utapokea roho chafu. Unaanza kueleza hii. Si ulipokea hii. Umecha kwa mwili. Kwa sababu ulikwambia pokea gari, ukapokea gari. Mwenyewe umepoa gari barabarani. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu ya uvivu wa kutokufanya maombi. Maombi. Unajua ima wale wasioomba kanisani wavizie kwenye nyumba zao nyumbani, uone mdomo, wanaongea, wana sauti, wanakemea vya ovyo ovyo, lakini kwa habari ya Mungu hawana muda. Anatuchosha naye mchungaji Upendo, anatuchosha kweli. Yaani mwombe kila siku anatufanya kazi. I say au wa nyakati hizi nyakati sio za mchezo. Ngoja nikupe ishi moja. Niliona habari kabisa kwenye kundi la watu 10 au kwenye kundi la watu 100 au 50 au 20, mapepo yako hata matatu. Kila unaona wewe hospitalini unaona ni daktari, sio daktari, ni pepo. Ana mpango. Mashuleni uko mnapeleka watoto, mwalimu tayari mwalimu mzuri kweli anafaulisha kweli, kumbe ni pepo. Mwisho wa siku mtoto wako shoga. Maombi ya utaki nyakati hizi. Mapepo kutoka kuzimu yamezagaa na yapo imevaa miili ya kibinadamu, mazuri kweli, yana akili kweli. Na hiyo akili, sikiliza nikwambie, toka kitambo ukisoma katika sura ile ya kwanza 10 kutoka na haya na tuwatende kwa akili, wasije wakashikamana na adui wakatoka kwenye nchi. Kwa shetani anatumia akili mno kukukamata kwa vitu unavyovipenda, vitu unavyovihitaji, anapita na wewe pale pale. Lakini ulinzi wako ni maombi pekee. Maombi. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina. Amina.